Nielewa vizuri. Kuna watu wanapiga tu mwayo tu. Sina nielewa. Watu mko kwenye maombi hapo. Ghafla mbele yako unakutana mtu ndio anapiga mwayo. Ndio mwanangu huko hivi. Unachukuliwa ufahamu, unaanza kufikiria namna alivyopiga mwayo. Unashuka tena. Mpaka uje upande mahali ambapo ulipowepo. Sio leo. Sije kama mnanielewa. Ndio maana sisi tuko pale chuoni pia, ni moja ya funzo. Mchungaji unatakiwa uwe na muda wako. Watu natoka usiku wa manane kwenye miti kule. Wenzako wako bwenini wamelala. Unatafuta mwenyewe kamda kakucheza mahali. Uanze kuzungumza na Mungu. Wapendwa, amina. Unatoka kama ni saa 7. Unaanza kuomba, yani namna unavyochukuliwa, unakuja kushangaa muda ule sasa, unasema hapa sasa amen. Unashangaa na masaa 3 yamekatika, ulikuwa mahali kwenye kona yako fulani. Wapendwa, amina. Wapendwa, amina. Sijui kama naelewa. Ujuzi binafsi wa kumjua Mungu. Ukimjua Mungu unakuwa na uzima wa milele ndani yako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jambo la pili, ili uweze kutembea pamoja na Mungu, sisi leo, ili tuweze kutembea pamoja na Mungu, maisha ya utakatifu. Cha pili, utakatifu. Kwenye kitabu cha Waebrania ile sura ya 14, Ebrania 14, ufungua hapo chapu mwanasisi 14, kama sio 14, 12, 14, hebu 12, 14 hapo soma. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tulia kwanza hapo. Nazungumzia habari ya pointi ya pili itakayotusaidia sisi kutembea pamoja na Mungu, utakatifu. Utakatifu unatafutwa kwa bidii. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani. Sisi tunaishi katikati ya watu, nimesema. Watu wanaweza kusababisha makwazo. Watu wanaweza kusababisha tatizo. Mwisho wa siku kaingia kwenye mitego yao. Utakatifu wa pendo unatafutwa kwa bidii. Utakatifu hautafuti kwa lele mama. Utakatifu unatafutwa kwa bidii zote. Wakati mwingine unaona analeta makwazo, ghafla roho Bwana, kama uko connect na roho Bwana, unashangaa na kwambia hapo Bwana wewe mtego. Vinasue. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Chanzo kingine ambacho kinaweza kusababisha tusione makusanyiko yetu, moja, ushuhuda wetu mitaani tunakoishi. Wanatuonaje? Wapendwa, haleluya. Tunapoishi katikati ya watu. Sasa hii imekuwa ni shida. Tunasema tena tukashuhudia sasa kwa kina Mkombozi. Sawa? Siendi. Kwa nini? Kule mtaani kule siishi maisha ya utakatifu na wale watu. Sasa niende nikawaambie Bwana Yesu anawapenda. Mimi mtu anashangaa kwamba ninazalula kidogo. Sisi kwetu kule tunajua kifanya, tunasema tunakwenda mtaani kwako huko. Leo ni huko kwenu nyinyi, twende. Oh baba samahani, ninazalula kidogo, yani kuna mgonjwa nataka nikamuone, au kuna wageni wanakuja, kwa naomba kwa leo kwenye ushuhudiaji sita. Nendeni sasa. Nyinyi nendeni. Tunaambia sawa, nendeni. Utakapo kwenda kuyasikia. Nyinyi mnasali pamoja na Mkombozi. Siwajui watu hapa, acha nijitolee mimi mwenyewe. Jamani, amina. Kama ndo yule ameokoka.
Kama ndio hivyo basi hata si wenyewe huku tumeokoka. Kumbe aliogopa kwenda kwa sababu ushuhuda. Watu wengine wanakuja kanisani kwa sababu mtu hataki kuishi maisha ya utakatifu, basi yeye amekuwa ni mimba wa kutoa wengine nje. Ukipita huko utashangaa kwamba mimi nitoka kwa sababu ya fulani. Ingawa yenyewe nayo pia inaonekana wewe mwenyewe uliyetoka ukuwa na ujuzi binafsi wa kumjua nani. Unaelewa hapo? Yaani uko unapita kote kote. Neno la Mungu si msumeno, ni upanga ukatao. Umetoka sawa, lakini wewe unaonekana kwenye ile pointi ya kwanza, ujuzi binafsi wa kumjua hauna. Ungejua hapo mwanangu nyang'ana paka kielewe ile mitoe. Kwani wakati unaokoka kule kwa kutana hii injili tamu kiasi hiki, mpaka unakuja hapa Majasi, unakuja nyumbani mwa Bwana, uje uongoze na malaika wa mahali hapa hivi. Huyo ndo alisababisha wewe ndo uje? Ulikuja kwa ajili ya huyo? Halo, sijui nasema maneno magumu, mnanipenda? Maisha ya utakatifu, tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu. Ukionyesha hali hiyo, ni moja ya kusababisha maongezeko hata kwenye ibada zetu. Maisha ya utakatifu, yaani unapokwenda ukasema haleluya, yaani unasema kweli. Karibu kanisani kwetu jamani, wanakuja kwa sababu wanatambua namna ulivyo. Kuna washirika wengine wachoyo, maji tu haya maji. Umeona? Barikiwa watumishi wa Bwana, nilipofika tu nimeletewa maji. Haleluya, safi. Naomba kanywe kwenu. Alafu ikachukuliwa mpaka na watoto wamedakti ile hali. Wanakaniletea maji, wamecheza mpira weza wote, wamecheza pale. Sasa jirani nyumba ile pande ya kwetu, wanakalete maji tu. Akaangalia ile kundi lote ile, kindoo kinaishi kilita 10. Akitaka kwenda kubeba toilette hapo, mama anainuka baba, au maji na pesa tunakunywa na wenzangu, rudisha maji. Hawana kwao. Haya, mwisho wa siku na watoto itakuwaje? Wakiomba tena siku nyingine pale, nendeni mkanywe. Amejifunza kutoka kwa nani? Hayo maisha ya utakatifu ya mtu mtakatifu anayetaka kutembea pamoja na nani? Sasa wote maji. Mimi ni mwalimu wa watoto. Kwa wakati mwingine ninapofundisha wanangu, sababu ni maandiko kabisa, unyayo wote unaoingia nyumbani kwenu ni baraka. Haijalishi mnasoma wote shuleni, haijalishi tuko wote kanisani. Yaani ikatokea ukashangaa wamekuja nyumbani kwenu, ni baraka. Nini unataka kufanya? Wewe mwenyewe mtoto, sio mpaka mama, ni wewe mwenyewe mtoto. Unamia kule ndani, kanunue chungwa, kanunue ndizi, mpe. Halipochukua maji, weka kwenye jagi, weka na karibuni maji. Ni marafiki zako kabisa, mmezoeana, lakini maadamu sio wa familia ile, wamekuja nyumbani, ni baraka ule unyayo. Sasa wanaondoka wa marafiki zako nyumbani pale, hata maji hata kuambia lete hapa kunywa, jamani maji haya hapa, hakuna. Maana yake umedhurusu baraka zifanye nini? Ibrahimu kwa mbali anaona watu watatu wanakuja, hajui kina nani, lakini anaona watu watatu hawa wanakuja. Ibrahimu alizofanya, kwa sababu yupo na mjuu wa Mungu, wanapita hapa nyumbani kwangu, kwenye uwanja wangu, wale kule. Hapana, kakimbia Ibrahimu, kaenda akawalaki wale watu watatu. Alipowalaki, wanaanza kurudi nyumbani, wanarudi. Walipofika wakasema, jamani, najua mnapita, lakini
nawaomba kidogo mwingie nyumbani mpumzike kidogo. Cha kwanza, kwa sababu wale watu wametembea sana vumbi mpaka hapa miguu, na ili uonyeshe kipindi, ili uonyeshe kwamba wewe ni mkaimu, anza kuwaosha miguu. Akawaosha miguu, wakakubali, wakatulia, wakaosha miguu. Pamoja na yote mmepumzika sawa, subirini kidogo mpate angalau kitoweo. Hawajui ni kina nani. Mwisho wa siku akasema sawa, kaenda kwa mke wake, bibie kaangiza kidogo hapo fasta. Yeye kaingia kwenye zizi, kachukua mndama aliyenona vizuri, chinja chapuchapu, kaangiza, kitoweo kimekuja, watu wakala. Walipokula chakula kitamu kizuri, wenyewe tufanyeje hapo? Muda wote tumeketi hapa hatujaona pilika. Maana kawaida ukifika nyumbani utakuta kama vile kamechomokea huku, kamechomokea huku, na mama achelewi zai Janeti. So unaona hawajasikia sauti ya mama hata kule jikoni kuita, ni yeye tu, lakini vitu vinaenda kaangizwa. Agundua hapa mtoto hayo Ibrahimu, njoo bwana, sisi hatujaona kweli pilika. Lakini ndipo ulipotoka wewe unabii, majira kama haya mwakani mke wako atakuwa na mtoto wa kiume. Sikia sasa hapo, kumbe mama alijibanza kwenye mlango kidogo. Sikiliza, aliposikia hilo tu unajua kicheko cha mama mbona mke wako amecheka? Ukaanza sijacheka, nimecheka. Nini kilisababisha? Aliona age imeenda. Mimi kwanza ubinti sijapata, leo hii na viungo hivi, ngozi ilivyoshuka, mimi mtoto, ndo maana lakini wakasema amin, majira kama. Lakini wakaanza safari, haikutosha. Ibrahimu akasema wacha niwasindikize. Kuna watu wanawaacha watu baba, yaani mtu anaweza bwana taonana, ni haya, umebaki tu kule ndani kwa haya, nenda sawa, tutaonana. Kuna vitu vingine unavikosa, kuna jambo lilisahaulika ndani zamani, haleluya. Lakini walosindikiza wakaenda huku ndani, watu nao kuna vitu vinatembea hivi. Tumfiche nini Ibrahimu? Tunataka kwenda kutenda huku. Ibrahimu kikawepo kikao kingine njiani, sio? Mnanielewa? Wapo pale, tumfiche nini bwana? Huko si tunakokwenda bwana, si tumetumwa. Kumbe malaika. Kuna watu walipokea watu hawakujua kama ni watu, kumbe ni malaika. Jifunze kuwa mkarimu, utakarimu hata malaika. Unafikiriaje na mabawa tu pale ndani utakaa wewe? Ndani pale nani akae? Unatafuta uchochoro uko wapi? Lakini Mungu anapiga kama watu, kumbe ni baraka yako. Usidharau hata kama ni mtoto mdogo amekuja, weka kitu kwake. Nataka nikwambie, akifurahi ni baraka tosha kwenye nyumba yenu. Amen. Wakasema bwana, huku sisi tunakwenda kuangamiza. Mungu ametutuma, tunakwenda kuvuruga kiberiti, tunakwenda kutuma Sodoma na Gomora. Akakumbuka Sodoma na Gomora kuna kina nani? Watoto wangu. Yule mtoto wa kakake kila Lutu walielekea upande ule. Sasa unakwenda kutia kiberiti, ina maana mpaka Mungu anatia kiberiti haja
uovu umefika huko juu yangu, yaani ghadhabu ya Mungu inawaka tayari. Lakini miaka yote nawaza, kipindi chote kile, hivi kweli hawa kina Ruto hawajahubiri tu watu huko wafike hata 50 dunia fulani, hivi kweli huko hamna? Akasema ngoja kwanza, jamani, mniambie kwa mfano, mkafika kule alafu mkakuta kuna watakatifu 50, mtaangamiza? Akambia watakatifu 50 Sodoma na Gomora tunaiacha. Je, kama 45 hivi tunaacha? 40 wakashuka, unajua wameshuka mpaka wanafika wangapi? Watano wale. Sawa. Sasa Ibrahimu akasema kama mmefika mpaka yani hata 5 tu. Sasa 5 tu kwenye nyumba ile wanangu ile wanatosheleza. Akasema sawa. Baada ya mahojiano kale ka story kale. Sawa. Huko anajipa moyo. Hivi kweli 5. Lakini kama itoshi, Ibrahimu akatafuta mahali pa kuanza kuongea na Mungu. Kumbe yale maombi ya Ibrahimu ndio yaliyosababisha mpaka Lutu na kizazi chake waweze kuokolewa huko machozi ya baba. Kumbe kulikuwa hakuna hata. Mke wake mwenyewe alikuwa mtu wa kutengeneza masanamu, anauza, biashara yake ilikuwa ni ya sanamu, mke wa Lutu. Umenielewa? Ndio mwisho wanakwenda pale wakafikia kweli kwake. Sasa kutokana na maombi yale ndio kunusurika kwa Lutu na familia yake, wakatolewa. Lakini masharti asigeuke mtu nyuma, songeni mbele. Wakaanza kwenda. Biblia inazungumza kwamba yamkini mke wa Lutu alikumbuka biashara zake baada ya kuona moto ulipopigwa pale. Sasa akageuka moto, kugeuka moja kwa moja, akageuka nini? Nguzo ya chumvi. Alikumbuka biashara zake. Hivi zinateketea kweli? Umepewa masharti, songa mbele. Wapendwa, amina. Tunataka kutembea pamoja na Bwana. Sikiliza sauti ya Mungu inasemaje. Ninataka niongezee maandiko kidogo hapa ninapokwenda kumalizia, watakatifu wa Bwana. Kwenye hicho kitabu hicho cha Mwanzo, kisonga mbele unakutana na Nuhu. Nuhu, Biblia inazungumzia alimjua Mungu vizuri. Na kwa sababu alimjua Mungu vizuri, alifanya yote ambayo Mungu alitaka afanye. Kitakacho kusaidia utembee pamoja na Mungu ni kufanya kama Mungu anavyotaka ufanye. Hata huyu Ibrahim walipoambiwa toka katika nchi ya baba yako uende mpaka mji nitakao kuonyesha mimi, mahali nitakapokupeleka mimi, alifanya kama Mungu alivyomwambia. Huu ni ujuzi binafsi wa kumjua Mungu na wa kuishi maisha ya utakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Mwisho kabisa, uaminifu na imani. Uaminifu na imani. Tunatakiwa tuwe waaminifu na ni watu wa imani. Haya mambo yatatusababisha tutembee pamoja na Mungu. Pia kitabu cha Matendo ya Mitume 16:16 hadi 18